Praise the Lord. Somo la leo kitabu cha Samueli wa kwanza. Maandiko ya Bwana yasema hivi. Nitasoma Samueli wa kwanza kifungu cha kwanza. Kulikuwa na mtu mmoja mjini Rama katika nchi ya milima ya Efraimu aitwaye Elkana wa kabila la Efraimu. Yeye alikuwa mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, wa mwana wa Tohu, wa mwana wa Sufu. Elikana alikuwa na wake wawili, mmoja aliitwa Hana na wa pili Penina. Kumbe si Priscilla, Penina. Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Kila mwaka Elikana alisafiri kutoka Rama kwenda kuabudu na kumtambikia Mwenyezi Mungu wa majeshi kule Shilo. Huko watoto wawili wa kiume wa Eli, Hofni na Finehasi, walikuwa makuhani wa Mwenyezi Mungu. Kila wakati Elikana alipotoa tambiko, alimpa mkewe Penina fungu moja la nyama ya tambiko na fungu moja kwa watoto wake wa kiume na wa kike. Lakini Elikana alimpa Hana fungu moja, ingawa alikuwa anampenda sana na Mwenyezi Mungu hakuwa amemjalia watoto. Lakini Penina, mchokozi wa Hana, daima alikuwa akimkasirisha vikali na kumuudhi Hana kwa kuwa Mwenyezi Mungu hakumjalia watoto. Mambo haya yaliendelea mwaka baada ya mwaka. Kila mara Hana alipokwenda kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu, Penina alimkasirisha Hana, hata ikawa Hana analia na kukataa kula chochote. Elikana mumewe kila mara alimuuliza, "Kwa nini unalia? Kwa nini hutaki kula? Kwa nini una huzuni moyoni mwako? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10 wa kiume?" Siku moja walipokuwa wamemaliza kula na kunywa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu huko Shilo, Hana akasimama. Wakati huo kuhani Eli alikuwa amekaa kwenye kiti karibu na mwimo wa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Hana alikuwa na huzuni sana, na alipokuwa anamwomba Mwenyezi Mungu akawa analia kwa uchungu. Akaweka nadhiri akisema, Mwenyezi Mungu wa majeshi, kama tu utayaangalia mateso yangu mimi mtumishi wako, ukanikumbuka mimi bila kunisahau mimi mtumishi wako, ukanijalia mimi mtumishi wako mtoto wa kiume, nitakupa wewe Mwenyezi Mungu mtoto huyo awe wako maisha yake yote. Wembe hautapita kichwani pake kamwe. Hana aliendelea kumwomba Mwenyezi Mungu kwa muda mrefu, na kuhani Eli akawa anaangalia midomo yake. Hana alikuwa akiomba kimoyomoyo, lakini midomo yake ilikuwa inacheza ila sauti yake haikusikika. Hivyo Eli akafikiri kuwa Hana amelewa. Kwa hiyo Eli akamwambia, utaendelea kulewa hadi lini? Achana na kunywa divai. Lakini Hana akamjibu, sivyo bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye taabu mno. Mimi sijanywa divai wala kinywaji kikali, bali nimekuwa nikimtolea Mwenyezi Mungu yaliyomo rohoni mwangu. Usinidhanie kuwa mimi ni mwanamke asiyefaa kitu. Kwa muda wote huu nimekuwa nikisema mahangaiko yangu na taabu zangu. Ndipo Eli akamwambia, nenda kwa amani, naye Bwana wa Israeli akupe kile ulichomwomba. Hana akasema, naomba nami mtumishi wako nipate kibali mbele yako. Hana akaenda zake akala chakula na hakuwa na huzuni tena. Bwana na alibariki neno lake. Sema amen. Watu wa Mungu, mwanamke huyu Penina Hana amependeza sana, na imekuwa ni vizuri tupate mfano wake katika maisha yetu sisi siku hii ya leo. Mara kwa mara swali huja, watu wakilalamika kwa vile kutoa kumekuwa kwingi. Wazee na mapasta hufikiwa na hiyo baraka,
na mara nyingi husumbuka mioyoni mwao, maana wanajua wanavyopanga taratibu yao ya hayo matoleo yote, na hawapendi hata kidogo kulaumiwa na mtu yeyote eti kuwa wamebebesha watu wa Mungu mizigo, na wakati huo huo eti kuwa pesa hizo ambazo zaingia sadaka za Bwana zimetumika vibaya. Hawafurahii mambo kama hayo, na kwa hivyo imetupasa pahali tufike tuweze kusemezana neno la Mungu atakavyo sisi wa Kristo wote. Maana mimi pamoja na wazee pamoja nanyi wote tumepokea amri kwa pamoja tukamtolee Bwana. Kwa hivyo kwangu, kwa wazee viongozi, kwa kina mama viongozi, na kwa wote walioingia katika ibada hii, Hana ni awe mfano wa kufuata. Tazama mambo yalivyokuwa kwa Hana. Labda maana ametajwa mwanzo, ndiye alikuwa mke wa kwanza wa Elkana, na katika ile hali ya ndoa Mungu according to scripture ndiye yeye amefunga tumbo lake asiweze kuzaa. Kwa hivyo kila siku wanapoenda katika nyumba ya Bwana wakamtolee sadaka, yule mwanamke Penina anamchekelea, anamchochea, anamtatiza. Unapata Hana katika kutoa sadaka zake hana furaha hata kidogo. And the Bible says anafanya hivi kila mwaka. Ingekuwa siku ya leo, kuna vile watu wanafika pale wanasema, pastor, wanatuchukulia vibaya, wanatuchukulia vibaya, hata hiyo kanisa ikae. Lakini Hana hakusema hivyo. Wengine wanasema nimesemwa, msheneni mwingi huku Enya Israel, hebu kanisa likae na watu wake na wakae. Lakini Hana hakusema hivyo. Alichukua nafasi hiyo ili iwe nafasi ya kuenda mbele ya Bwana, akasemezana naye haja alilokuwa nalo. Kwa hivyo kwako wewe na kwangu mimi, may the Lord bless us and teach us today attitude inayofaa kumtolea yeye sadaka. Kwa hivyo tutajibu swali hili na majibu yatakuwa manne. Mbona tumtolee Bwana? Mbona tumtolee Bwana? Jambo la kwanza ni rahisi, tumtolee Bwana maana Bwana yeye mwenyewe ndio ametutolea amri. Ametutolea amri ya kumtolea. The book of Deuteronomy, Kumbukumbu la Sheria, chapter 12 verses 11. The Bible says this: basi huko mahali Mwenyezi Mungu wenu atakapochagua ili jina lake likae, hapo ndipo mtakapopeleka kila mtu ninachowaamuru, tambiko zenu za kuteketeza na sadaka zenu, zaka zenu na matoleo yenu mtakayoyapeleka, na sadaka zenu za nadhiri mnazoahidi kumtolea Mwenyezi Mungu. Ingawa Hana iko na malalamishi mengi na ana masumbuko mengi, imempasa aweke kando huko kusumbuka kwake, aweke kando hayo malalamishi yake. Karibu niweke kama mkamba malalamishi make. Karibu niseme hivyo, sijasema, sema amen. Pastor Jangwa aweke zote kando ili akatimize jambo Mungu mwenyewe ameamurisha, tukamtolee sadaka zake kwa nyumba yake. Praise the Lord. Ilikuwa desturi baada ya mwaka mzima, maana Shilo kwa wengine ilikuwa mbali, watakusanya fungu zao, watakusanya sadaka zao za kila aina, na mara moja kwa mwaka watembelee Shilo alimokuwa kuhani wa Mungu, na hapo wakazitolee hizo baraka, wakazitolee hayo matoleo. Na Hana hasemi nimedharauliwa ya kutosha, hasemi nimesumbuka ya kutosha, hasemi nimechoka kuomba Mungu na kumgojea kutosha. Haitoshi kusema hivyo, maana amri ni ya Mungu isikike when it is good, when it is bad.
Isikike when it is easy or when it is hard. Isikike iwe usiku iwe ni mchana, iwe ni giza iwe ni nuru. Ni Mungu ametoa amri na watu na waisikie. Praise the Lord. Kuna mzazi mmoja, mke alimlalamikia, ni mwanaume alimlalamikia akisema, kuna kijana ambaye anakataa kunisikiza. Kuna kijana ambaye hanisikizi, ingawa mimi ni mama yake ananidharau. Tafadhali mzee, sema na yeye. Mzee akamwambia, hebu endelea kuchunguza na uniambie. Later akamjia akamwambia, hiyo kijana hata mpaka sasa ananidharau. Na siku moja mzee akafika pale mtu hufika mwisho. Akasema, so kuja. So akaja vile anataka kuja, akirega mos akitembea ni kama yuko kwake. Akafika hapo pale alipokuwa baba, akasema, niaje fadhi, unataka nini? Kulingana na hiyo story, baba akasimama na akaenda mpaka kwenye kijana, na wakasimama anakuana wanaangaliana. Na baba akaanza uchochezi, akaanza kumsukuma na kifua, ninakuuliza hapa ni kwa nani? Kijana sema, hapa si ni kwako. Nataka uniambie ni nani hukulisha hapa? Si ni wewe. Nataka uniambie. Sasa namkaribia, wanafanana, na kijana ni mrefu kuliko baba. Nataka uniambie ni nani anakuvisha nguo hizi? Si ni wewe father, so nipatie space, personal space. Watakunaambia personal space. Akamkaribia, nataka uniambie ni nani anakulipia karo? Wakasukumana mpaka kwa ukuta. Kijana akasimama hapo kwa ukuta. Ndio wakati mwingine ingawa una nguvu kumshinda mtu mzee, lakini kuna vile amekuja anasema lazima hapa tuheshimiane. Praise the Lord. Baba akamkuja mpaka akamfinya kwa ukuta na ile kifua yake, akamuuliza, ni nani anakulipia karo? Si ni wewe msai. Nataka uniambie ni nani amekupatia pahali pa kulala katika nyumba yangu? Si ni wewe. Uvuli huu ni mimi nimekutafutia? Ndio. Unalala vizuri? Ndio. Unakula na kusaza? Ndio. Una jambo ambalo hauna? Ni korido. Akamwambia, basi sikia, hapa ni kwangu. Kama wewe ni wangu utanitii. Kama utaki, angalia pale au tenenza. Kutoka hiyo siku kijana alitii. Kijana alitii. Hey, imagine your father doing that to you. Wenuo ninye gwekete. Am I the one who has done this for you? And sometimes I feel as though God is saying the same thing to us. Wewe ni nani? Kwa mfano wangu nikakuumba, wewe ni nani? Kwa Yesu wangu aliyekufa msalabani nikakuokoa, who do you think you are? Maisha ulionayo nani amekutafutia? Ni uwezo kunao ni nani alikupa? Kuamka unaamka, kulala unaamka, ni nani amekutafutia? Sijui mke wako, mume wako na watoto wako ni nani? Basi niletee sadaka zako. The only person who can afford to say that ni mtu ambaye anajua amekusaidia, amekubariki, amekuinua, na naelewa nguvu yake ilivyo. Mtu kama huyo, they don't need you in their life. It is you who needs them in your life. He can do without you, but you cannot do without him. Ndio maana anasema love the Lord. Na hiyo ni amri. Can you imagine your husband telling you love me? Utamwambia wewe kwenda. Can you imagine your wife telling you love me? Utamwambia out nenza. Lakini Mungu, he has the audacity kuambia nipende kwa moyo wako wote, kwa nafsi yako yote, kwa nguvu yako yote, na kwa akili yako yote. God has the right to say that. Maana anajua his contributions to your life. Eva, ambia mwenzako my neighbor. Mwambie my neighbor.
upende usipende, Mungu amesema jitoe na mtolee. Sema amen. Amen. Jambo la pili, mbona tunamtolea Bwana? Mbona tunamtolea Bwana? Hapo mstari wa 5 hadi wa 7 maandiko yasema hivi: lakini Elkana alimpa Hana fungu moja, ingawa alikuwa anampenda sana. Lakini Elkana alimpa Hana fungu moja, ingawa alikuwa anampenda sana, na Mwenyezi Mungu hakuwa amemjalia watoto. Praise the Lord. Lakini Penina mchokozi wa Hana daima alikuwa anamkasirisha vikali na kumuudhi Hana, kwa kuwa mambo haya yaliendelea mwaka baada ya mwaka. Then verse 7, mambo haya yaliendelea mwaka kwa mwaka. Kila mara Hana alipokwenda kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu, Penina alimkasirisha Hana, hata ikafika Hana analia na kukataa kula chakula chochote. And still Hana comes before the Lord. Do you know why? We give because tunajua mwishowe vyote tulivyo navyo vimetoka kwa Mungu, na vyote tusivyo vinaweza kutoka kwa Mungu. Kuna watu wengine ambao kwao kuzaa kina mama ni rahisi. Wakiamua akiwa na mume tupate mtoto mwingine, mara that anapata mimba, anabeba ujauzito na anazaa. Sasa akiona wengine ambao bado hawajajifungua, anasema hawa wanajifanya, wamesema hawatawaiza, ati wa maintain shape. Let me be clear. Ni Mungu anaoweza wakupa wewe huyo mtoto, na ni Mungu amefunga wengine wasiweze kuwa wajawazito. Usione kwa sababu umezoea kuamka asubuhi, umeamka kwa nguvu yako pekee. Usione una uwezo wa kutoka utakavyo, ukaona ni nguvu zako pekee. Usione ati una uwezo wa kula vizuri na kujivisha vizuri, ukaona ni kwa nguvu zako pekee. My friend, usizoee baraka za Mungu katika maisha yako. Praise the Lord. Ni Mungu ana uwezo wa kukupa mtoto ujifungue, ama wa kukunyima huyo mtoto uwe tasa. Ni Mungu ana uwezo wa kukupa kazi, na ni yeye ana final word kuhusu kufutwa kazi kwako. Ni yeye ambaye ana uwezo wa kukupa mchumba ama kamuondoa katika maisha yako. Ana amri ya mwisho, ndio maana ameitwa Bwana wa mabwana, kukupa ndoa, ama asimame na aidhinishe hiyo ndoa iishe. Kuzaliwa kwako ni amri yake, kufa kwako ni amri yake, kutajirika ni amri yake, kuishiwa ni amri yake, utoke ni yeye amesema, sio wewe kusema, na kurudi ni yeye kusema. Na Hana alielewa, ingawa huyu Penina ananitekelea, lakini uweza huu umetoka kwa Mungu na sio wake pekee. Penina hakuelewa hayo, ndio maana aliendelea kumdharau. Naomba wewe usisahau kuwa ukiwa na gari, walio na miguu yao ni Mungu amewatakia hivyo. Na kuomba wewe usisahau ukiwa na nyumba nzuri, ambao wanakodisha ama wanakaa kwa nyasi, ni Mungu amewapa hivyo, maana mpango wa Mungu hauwezi kuzuiliwa. That's why we give, because ultimately all blessings come from God. Simwambia mwenzako baraka zote zatoka kwake. In fact, tafuta kama mtu analala, mwambie hata huo usingizi. Tafuta kama analala, mwambie hata huo usingizi, mwambie ni baraka ya Bwana. Praise the Lord. Na naomba usipatiwe baraka kabla sijamaliza mahubiri yangu. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kumbuka Lot alisema aje? Alisema ni Mungu alitoa, na ni Mungu alitwaa. Jina lake lifanye nini? Litukuzwe. Praise the Lord.
Hata na Yesu mwenyewe alisema, Bwana, kama yawezekana niondolee kikombe hiki, lakini si kama ninavyotaka, ni kama wewe mwenyewe unavyotaka. It all depends on the Lord. Tuna wakati wa kupuuza, wa kudharau na kuwachekelea. So hao ulionao, hivyo ulivyo navyo, ni Mungu alikupa. Hebu mtolee. Na kama huna, kumbuka ni bado yeye ambaye ana final word. Praise the Lord. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has your final say? Jehovah has the final say. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah has the final say. Praise the Lord. Kwa hivyo utatoa hata kama gari huna, maana ni Jehova iko na final say. Utatoa hata kama watoto huna, it is Jehovah who has the final say. Tutatoa hata kama mali hatuna, maana msema kweli ni Jehova pekee. Praise the Lord. Jambo la tatu, mbona tumtolee Bwana? Maana ni katika lile toleo tuko na nafasi ya kumletea malalamishi yetu. Katika lile toleo tuko na nafasi ya kumletea malalamishi yetu. Praise the Lord. Verses 9, Bible says this. Siku moja tu ile Mungu aliwapatia kwenda Shilo. Siku moja walipokuwa wamemaliza kula na kunywa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, Hana akasimama. Verse 10, alikuwa na huzuni sana, na alipokuwa anamwomba Mwenyezi Mungu akawa analia kwa uchungu. And then listen, akaweka a vow before the Lord. Mwenyezi Mungu wa majeshi, kama tu utayaangalia mateso yangu mimi mtumishi wako, ukanikumbuka mimi bila kunisahau mimi mtumishi wako, ukanijalia mimi mtumishi wako mtoto wa kiume, nitakupa wewe Mwenyezi Mungu mtoto huyo awe wako maisha yake yote. Ana linipendeza, maana ilikuwa baada ya kumtolea Mungu ile sadaka ile mume alimpa. Walipokwenda mbele ya Bwana, akapata nafasi ya kutafuta a place to pray to God na kumletea malalamishi, dua na kilio chake. Giving provides you that opportunity. And everybody understands this. Hakuna vile utaenda kwa chief mkono mtupu. Hakuna vile utaenda kwa mzee akakunenea pahali mikono mitupu. Ni Facebook. Nikaona pahali pameweka ile Wakamba huita miti. Ila miti ya ndeo. Na hapo juu imeandikwa Wakamba wote waje waone. Na Wakamba wote wakaja hapo kama Pastor Musia. Ndonge ya mwaito. Praise the Lord. Ndata ya mutumea. Ndasia nemu kwa. Ndasia kibeta. Zote zimepangwa hapo za Wakamba na mila yao. Ile miti. Ebu uliza kama uko na mwanaume, wewe umeshughulikia hiyo miti? Uliza mwanaume aliye karibu na wewe. Hebu muulize mwanaume, mwambie you man. Ask him, you man, umeshughulikia hiyo miti? Maana nakwambia, bila kushughulikia hiyo miti, ingawa unakaa na mwanamke katika tamaduni za Wakamba, bado haujaoa. Na kama tunaelewa hivyo, tukienda kule Ndeo na Ngasia na vitu zingine, how much more before we go to the Lord who has better gifts than a wife. And so akatoa sadaka, akaenda mbele ya Bwana na akachukua hiyo nafasi alipoomba, akasema, ukinipa mtoto nitakupa yeye mzima maisha yake yote.
So she talked about the giving in the past and talked about the giving in the future. What a platform given to her. Praise the Lord. What a platform given to her. Do you come to service purposefully? Ni wangapi wanakuja hapa service purposefully? Hebu na pawe watu ambao wanajua kesho kutwa ni ibada, na akaleta mawazo yake kwa pamoja, aseme ningependa kumwomba Bwana nini, ni jambo lipi ningependa kuliweka mbele ya Bwana, na akileta sadaka yake analeta purposefully. Kuna wale ambao wana kazi zao, kuna wale ambao wana mabiashara, kuna wale ambao waliajiriwa. Do you come before the Lord purposefully? Umwambie Bwana, kazi hii endelea kuibariki, na kama inawezekana niinue kwa njia yote, kwa njia yoyote. Do you come to the Lord purposefully? Do you come to the Lord purposefully? In the Bible, 1 Kings chapter 3 verses 4 and 6, tunaona mtu wa Mungu anaitwa Solomon, ambaye alienda mbele ya Bwana akamtolea sadaka nyingi za ajabu. 1 Kings, Wafalme wa kwanza kifungu cha 3 mstari ni wa 4. Andiko yasema, wakati mmoja Solomoni alikwenda kutoa tambiko huko Gibeoni, maana palikuwa ndipo mahali maarufu pa ibada. Ilikuwa ni kawaida ya Solomoni kutoa maelfu ya sadaka za kuteketezwa katika madhabahu hiyo. Huko Gibeoni, Mwenyezi Mungu akamtokea Solomoni katika ndoto, akamwambia, omba chochote nami nitakupa. The English Bible says he offered to the Lord 1,000 sacrifices. Na hiyo siku Mungu akasema, niambie chochote nitakupa. Giving provides you that platform. Giving provides you that platform. Let me tell you, sio hao mapasta wanakuombea, ni sadaka yako inakunenea. Do you know why? Nimetambua, when you are ready to go to apostle, when you are ready to go to apostle ama kwenda kwa bishop, unachukua wakati uandae sadaka ya kiapostol ama ya kibishop, na unapompelekea akikuombea mara kwa mara Mungu ujibu. Nadhani ni maombi ya bishop, nimeachilia, nimekufungulia, na lije wingu la Mungu likuangukie. Si hiyo maombi, ni hiyo sadaka ulitoa. Ni tu vile uliandaa ni kama umeenda mbele ya bishop, na ukaiandaa ni kama unaenda mbele ya apostle. Don't worry, the Lord of Lords is here. Pastor Patricia of that Lord is here. Reverend Musia of that Lord is here. Jiandae katika akili yako kumletea Bwana sadaka inayofaa, ili utete kwa sababu ya hoja ama haja ulilo nalo. And let me tell you here, God will answer your prayers. Mara kwa mara nimekuwa nikiwasikiza wazee wakiongea kuhusu vile Mungu anaonyesha mambo ya ajabu. Nyinyi wengine labda mkienda kwa maaposto, hapa wazee wa kanisa hili nimesikia testimony zao. I have not heard such testimonies elsewhere, but that is the truth. Wakisema palikuwa na shukrani, palikuwa na harambee. Hata mwingine akatuambia vile mke wake akamuuliza, uko sure utapeleka hii kwa harambee? Mzee akamwambia, hii nitapeleka kwa harambee. Akamwambia, uko sure? Maana ukichukua hii apata baki kitu kwa nyumba. Akasema, nitachukua hii yote nipeleke kwa harambee, hata kama ni hivyo Mungu ajitafutie. Ukapata hiyo anachukua ni ile imetegemewa kupeleka watoto shule, maana wanafungua. Na akaleta, mama akiwa hapo chini anasema, mzee iko serious, analeta zinatumika kwa fees, analetea Mungu. And jambo la ajabu ni kuwa tukifika jioni hiyo ikapatikana za watoto kuwapeleka shule. God is faithful.
Don't be deceived. He is faithful. Ukijiandaa mwenyewe moyoni na umletee sadaka, hapa paliko na Patricia na Reverend Musia, hata shame, that offering speaks on your behalf. Na sio maombi ya bishop, ni sadaka yako iliongea. Praise the Lord. So I pray, hapa madhabahu hii usiidunishe machoni mwako. Tell a neighbor. Tell a neighbor. Tumwambie neighbor, usikuwe na mazoea. Ingawa unatuona hapa ni kama tunaregarega, usiendelee kumwambia. Tumwambie, ingawa unaona hapa ni kama kumetupa mbao, lakini hapa ndipo Mwenyezi Mungu aliko. Praise the Lord. Toa deliberately. And then finally, the Bible says this: we give because by giving we move the heart of God. Praise the Lord. By giving we move the heart of God. Yani Mungu anapoona ukitoa kama ulivyojitolea, anavutiwa na Mungu husukumika kwa yale matoleo yako akutendee mema. I love the words of God through the mouth of Eliah. Verse 17 tunaambiwa, ndipo Eli akamwambia yule Ana, nenda kwa amani, naye Mungu wa Israeli akupe kile ulichomwomba. The book of Philippians chapter 2 verses 16 to 11. Ukisoma hapo, the Bible says Yesu Kristo ingawa alikuwa na utukufu, alikuwa na ukuu ambao alishirikiana nao na Mungu Baba, hayo yake hayakuonekana kama ya kufaa. Ndio maana aliyaacha mbinguni akaja duniani, akachukua mwili wa binadamu kama huo wako, na akaishi kati yetu, akasumbukia kati yetu, na akajikataa mpaka kufa msalabani. And the Bible says, kwa sababu ya kuchukua hatua hiyo, in return, naye Mungu amempa jina lililopita majina yote, that at the name of Jesus kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri huyo Yesu ni mwana wa Mungu. I give to you the example of Jesus and Hannah. Toleo yako inaweza kuwa nzuri mpaka Mungu mwenyewe anasukumika, anasikia aibu mbele ya malaika. Sema, tazama vile huyo amefanya. Na wote wanamwangalia, wanamuuliza ni kama utafanya nini na yeye. Na Mungu anasukumika because of what you have done to bless you. Watu wa Mungu, as many as have served the Lord katika nyumba hii, ikafika hapa iliko, may the Lord bless you. May the Lord lift you. May the Lord use you. And may the Lord abound His grace upon you. Let me tell you, usichukulie mzaha what the Lord has enabled you to do. Hilo jambo ulimtolea Bwana na labda ukasahau. Ulisahau ni neema yake ndani ya maisha yako. And let me tell you, God has not forgotten. He remembers it and He will speak back to you. Ulimwomba ukimlilia, atakujibu ukicheka. Asifiwe Yesu Kristo. Tujaribu tutoe mpaka Mungu mwenyewe asukumike. Yani upate Mungu mwenyewe ameaibika mbele ya malaika, anasema, I must do what my daughter or son requires. Look at what He has done to me. Na Bwana na wabariki. Sema amen. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe pamoja.
wanaosimama mbele yako mfalme, katika jambo hili la kutoa wasifikie kuchoka. Wewe ungali Mungu wa Hana. Wewe ndio Mungu na Baba wa Yesu Kristo. Wewe ndio Mungu wa Joshua aliyekuona kama jemedari mkuu wa majeshi ya mbinguni. Wewe ndio Mungu wa Musa aliyesemezana na yeye uso kwa uso. Wewe ndio Mungu wa Eliya ambaye Bwana ulitoa moto kutoka mbinguni. Wewe ndio Mungu wa manabii na wote watumwa wa Yesu Kristo ambao waliwafufua wafu na kuwapea kwa watoto wao na kwa watu wao na kwa waume zao na kwa jamii zao. Ungali Mungu mwaminifu hata siku hii ya leo. Na kwa hivyo neno hili la matoleo Bwana liwatie watu wako nguvu, wasisikie ugumu, lakini waendelee na kujitoa kwako katika jambo hili, wakutumikie, ijulikane Mungu wao yuko hai. Sikika kwao mfalme, tenda muujiza kwao, maana wewe sio mwongo. Ijulikane Mungu mwenye madhabahu hii haudanganyani. Na ikikuwa unaona toleo lao na unaona Bwana kujitoa kwao, jibu sasa Bwana, jibu iliyosalia na itolewe kwa rehema yako. Watendee makuu, waseme God saw, God heard and God has answered. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, sema amen.